Mr. Habona, ongea Kirundi kidogo. Cha mwisho. Mwaramsegute. Ndio ningependa ku Salamu zenu kwa watazamaji tena wa Homewood TV. Tumekuja tena kwa upande mwingine wa Kiswahili. So kila siku tunaongea Kirundi. Leo tumetoka hapa tumeingia sehemu nyingine. Tumepata mgeni kutoka sehemu nyingine, ndio maana tumebadilisha lugha ili tuelewane, au sio? Kwa hiyo watazamaji, ndugu zetu, tabidi leo tuongee mawili matatu kuhusu mgeni wetu hapa tulionaye hapa. Siwezi kumtaja, yeye mwenyewe atasema ni nani, kwa nini yuko hapa, kila kitu, vitu kama hivyo. Karibu sana. Asante sana. Leo tumekukuta hapa, sijui umekuja kufanya nini hapa, sijui tuko wapi? Okay, hapa ni hoteli ambayo nimefikia. Na kwa jina naitwa Frederick Habona, au kwa jina la movie ni Captain HABONA. Ni producer wa movie ya Captain HABONA katika kampuni ya Kanumba The Great Film Company, na makazi ni Dar es Salaam, Tanzania. Ndio, umetoka Dar es Salaam, leo uko Burundi. Sawa. Labda umekuja Burundi kikazi fulani. Burundi nimekuja kikazi. Kuna kazi mpya ambayo tunaifanya inaitwa Afterlife. Baada ya hapo kuna movie nyingine inaitwa Spiritual ambayo nina rekodi na River, Happy River. Na ndio mtu ambaye huwa ananipokea mara kwa mara, pamoja na Caesar Joseph kutoka kwenye kundi la GFS Company. Kwa hiyo ni watu ambao wananipokea, wananionyesha direction hapa Burundi, pamoja na Joakim cameraman, watu ambao ni watu wangu karibu sana. Okay, Mr. Habona, leo tumekuona hapa Burundi mara ya pili kama sijakosea. Mara ya kwanza ulikuja kwenye kazi gani na leo umekuja kwenye kazi gani? Maana tumesikia kama kuna filamu moja ambayo ilifanyika. Sijui leo umekuja kwa filamu nyingine au ni ile ya kwanza? No, ni filamu nyingine. Filamu ya kwanza ilikuwa ni ambayo tulifanya Burundi ni Afterlife. Ya kwanza ilikuwa ni Captain HABONA, niliwaita watu wa Burundi, waigizaji wa Burundi kuja Tanzania. Tukafanya. Alikuja River, akaja na Caesar Joseph. Tukafanya Captain HABONA. Sasa hii nyingine Afterlife nilifanya Burundi. Ndio hiyo nimekuja kuikagua na kuchukua master kwa sababu ilikuwa inatengenezewa huko. Ni filamu nyingine ndio hiyo inaitwa Spiritual ambayo nitaifanya hivi karibuni. Ni filamu nzuri sana, wa Tanzania, wa Burundi, wa Rwanda, East Africa yote wasubiri kwa hamu sana. Ni movie nzuri. Sawa Mr. Habona. Leo tumetizama filamu nyingi kutoka Tanzania kwenda Burundi. Kipi umeshaona tofauti ya filamu za Burundi na filamu za Tanzania? Hasa kuhusu soko, kwa sababu huwezi kuja hapa Burundi kufanya kazi na Warundi kama hujaona kuna soko fulani pale, itabidi labda nitachoma kitu fulani pale. Jambo la msingi ni kwamba soko la hapa katikati la DVD lilifeli. Hii swala zima la DVD, kuuza copy kwa DVD. Lakini online bado biashara inaendelea. Kwa jambo la msingi ni kwamba bado nafasi ipo ya kufanya vizuri, hasa ni kutengeneza filamu ambazo ni nzuri za kuwashawishi watu waweze kuzitazama. Kwa nini filamu za Kikorea bado zinauzwa kwenye DVD na bado watu wananunua? Jambo la msingi ni kutengeneza filamu ambazo tutaweza kuwashawishi watu wa Burundi, watu wa East Africa yote, watu wa Tanzania wapi, waweze kuangalia, waweze kuzipenda. Issue ni kuwashawishi kuzipenda filamu zetu. Uweze kutengeneza filamu mbovu afu kusema watu wataipenda, utawalaumu bure. Kwa hiyo jambo la kwanza kwenye masuala ya viwanda tunaanza kutengeneza product. Product gani unaiuza? Je, ni nzuri, imetengenezwa kwenye viwango vinavyohitajika? Alafu kisha ndio uende sasa kwa wateja. So Mr. Habona, tumesikia kama uko unatengeneza filamu hapa na kuna nyingine filamu ambayo iko nyuma iko nakuja, ambayo itabidi ianze katikati mwa hizo siku. So vipi uliangalia aje soko la hapa Burundi kama utauza kweli, ili tujue huyu jamaa kutoka Tanzania amekuja Burundi? Labda ameona soko. Kuna soko ambayo umeiona hapa? Kwa upande wa filamu hatutegemei soko moja. Masoko ni mengi sana kwenye upande wa filamu. Sasa siwezi kukuambia kwamba Burundi tunategemea Burundi tu. No. Soko tunategemea dunia nzima. Kama ni mtengeneza filamu ambazo ni internationally, unategemea soko sehemu nyingi. Kwa hiyo mimi ninapotengeneza, manake niko kiwandani, manake natengeneza product sehemu yote ile, alafu niende nikawalisha watazamaji. Kwa hiyo upande wa soko ni sehemu nyingi tunauza. Filamu inategemea unatengeneza filamu gani na je iko kwenye viwango vya kimataifa, ndio tunachosema hivyo. Sawa. Sasa tuende kwenye upande wa filamu za Kirundi. Yise NDUNDI. Sawa. Hapa Burundi tuna wachezaji ambao wanacheza sinema tena wazuri sana. Kama Tanzania, kama vile ulivyokuja hapo, ulikuja kwa sababu uliona kuna watu fulani ambao wanaweza. So kama sinema gani ulizoziona mwanzo ili ujue kabisa kama wale watu labda wataweza?
kuna kundi ngapi ambazo unazijua zinafanya kazi hapa Burundi, na kuna wastaa wangapi ambao unawajua ambao wanafanya kazi hapa? Maana wapo najua. Waigizaji wa Burundi ni wengi na wengi ni wazuri, wengi sana, ila makundi machache ndo nayafahamu, kama kundi la GFS Company ni kundi ambalo nalifahamu na watu wanafanya kazi vizuri. Kuna makundi mengi na watu wanafanya vizuri, na wasanii wengi hata wa muziki wanafanya vizuri, wakina Fizo, kina Lolilo, kina Larijo, kina Sat B, wote nawafahamu, ni marafiki zangu na wanafanya kazi vizuri kabisa. Okay, bado tuko kwenye sinema, kwenye filamu za Kirundi. Okay, hivi unategemea kitu gani au matunda gani utakayochuma katika anga zetu? Tuko East Africa, lakini kwa muda huu tuko Burundi. Sinema ziko zinafanyika hapa Burundi, na Burundi kuna kiwango fulani kinachofanywa sinema movie. Sijui kama unanielewa. Utofauti kati ya sisi Burundi, maana nyie bongo movie mlipita mbele, mko mbele sana. Kitu gani unaweza kutuonesha au kitu ambalo unachokijua wewe ambacho ni cha msingi sisi tunaweza kupandia kwenye ile ngazi ili labda tufike pale mlipo au tupande kabisa zaidi yenu? Changamoto niliyoiona ni kwamba changamoto kwenye movie za Kirundi ni movie nzuri, lakini kwa tatizo ni moja, wanatumia lugha moja. Yaani wanatumia Kirundi peke yake. Lakini ukienda kimataifa, manake kama wataweza kuzibadilisha zile movie zao kuweza kuweka labda hizi subtitle tofauti za nchi mbalimbali, kama Kiswahili wanaweza kufanya Kiswahili au wakaingiza voice over ya Kiswahili kwenye movie, of course inaweza zikafika mbali zaidi. Lakini naona ni movies za Kirundi zinaongea lugha ya Kirundi, lugha moja, maana inabidi zionyeshwe hapa labda na Rwanda. Kwa hiyo masoko mengine mnakuwa mnaweka mipaka kwamba huko hatuwezi kwenda. Lakini kama mtaweza kutumia lugha tofauti, maana yake mtaruhusu movie ziende kimataifa zaidi. Hiyo ndio changamoto. Lakini movie ni nzuri. Nimeona movie ya Indoto. Kuna movie inaitwa Indoto nimeiona ni nzuri. Kuna movie nyingine nilikuwa naiona, jina nimelisahau. Ila nyingi ni nzuri. Sawa. Kwa hiyo kwa maoni yako, kinachotudhibiti sisi Warundi wacheza sinema wa Kirundi ilele sindundi ni kile Kirundi ambayo tunataka kufanyia kazi kwenye mvirongo wetu sisi hapa Burundi na Rwanda, na sinema zisivuke mpaka kule. Maana Tanzania labda kile Kirundi hatokisikia. Sijui kuhusu waha. Yani kwa upande wa masoko ni issue ni lugha. Yani mkishaweka lugha moja, manake unaweka mipaka, mwenyewe unajizuia kwamba hii movie isiende Tanzania. Kwa sababu ni Watanzania wachache sana wanaosikia hiyo lugha ya Kirundi. Kwa hiyo issue ni lugha, tusiweke mipaka kwenye masuala ya movie. Kwa hiyo kama movie mnataka muongee Kirundi sawa, lakini basi muweke subtitles ili watu wengine waweze kuangalia, kwa sababu movies zinafundisha, movies zinaelimisha, movies zinaonya. Kupitia sinema tunapata mafundisho mengi. Kupitia sinema tunapata kiburudisho, tunafurahi. Kwa hiyo ni vizuri sana ili na sisi tuweze kuona ladha ya movie za Burundi kupitia lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo ningependa kutoa angalizo kwamba tunaomba movie za Burundi ziweze kuwekwa Kiswahili ili na sisi tuweze kujua nini mnachoongea. Tunazifurahia pia. Tunaziona YouTube. Ni movie nzuri. Okay, Habona kutoka kwenye kundi la The GREAT FILAM ya marehemu Kanumba. Ndio tuko naye. Hivi nimesema leo tuko safari, tuko Burundi. Tumetoka kwenye filamu kidogo, tuingie kwenye maisha ya kawaida. Hivi Mr. Habona, Tanzania na hapa Burundi, kitu gani umependa hapa Burundi, kitu gani umegaya hapa Burundi kuliko pale nyumbani kwenu pale? Waburundi ni watu wema, ni watu wenye upendo, ni watu ambao wanajali, wamenipokea vizuri. Kwa kweli nimefurahi kwa ujumla sana. Ni watu ambao wenye upendo sana. Okay. Hicho ndicho nilichojifunza kwa watu wa Burundi. Alafu ni watu ambao wanapenda kazi sana. Mr. Habona, unajua Kirundi? Hapana. Sasa mtaelewaje na wao wakati Kirundi hujui? Labda kuna wale fulani wale ambao wanajua Kiswahili na wengine hawajui. Na sijui kuna wacheza sinema wengi utakutana kuna wanaoongea Kiswahili ili labda kesho tucheze sinema filamu za Kiswahili. Labda sijui kama wapo, sijui kama ushaongea nao, ushasikia kama wanaweza kuongea Kiswahili vizuri ili mtengeneze kitu kizuri. Ama kwenye filamu tutaweka Kiswahili kwa upande wa Tanzania na Burundi tuweke Kirundi mle ndani ili tujue kama ni shirikisho fulani.
Kwenye upande wa lugha ni kwamba kwanza ninaofanya nao movie mimi ni watu ambao wanaelewa Kiswahili, wanaelewa lugha tofauti. Kwa hiyo hata kama ninapoingia nao location au ninapofanya nao movie ninakuwa wananielewa nini ninachokiongea au script wanaielewa. Kwa jambo la msingi kwenye upande wa filamu mimi ningeshauri kuhusu lugha kwamba kwa Burundi wanazitengeneza vile vile, lakini issue ni kuweka subtitles. Zile movies za Kiburundi waweke subtitles ili watu wengine mataifa mengine waweze kuelewa nini kinachoongeleka kwenye zile movie. Unaona, kama vile tamthilia zinazowekwa lugha ya Kifrench au lugha nyingine tofauti tofauti, ni vizuri waweke subtitles ili watu wengine waweze kupata hizo bidhaa ambazo zinatengenezwa huko Burundi, hasa bidhaa za movie. Yeah. Okay, tutoke tena kwenye upande wa sinema tuende kwenye upande mwingine wa maisha labda. Hivi Mr. Habona, neno gani ambao hujawahi kutamka na huwezi kutamka? Kwa kweli neno ambalo siwezi kutamka ni matusi. Naogopa sana matusi. Hujawahi kutukana na Mr. Habona? Hapana, najilinda sana na hiyo hali. Kwa sababu ni kitu ambacho kina muumiza mtu. Matusi ni mambo ambayo yanamuumiza mtu. Ndio mambo ambayo siwezi kutamka. Okay, Mr. Habona, tunaona afya iko sawa, vizuri, uko safi kabisa. Hivi chakula gani unachokipenda? Labda na mimi nitanawiri kesho ili nijue Mr. Habona kala nini na mimi kesho ni nini hilo. Napenda sana matunda. Yeah, fruits. Napenda sana fruits. Okay, upande wa mavazi Mr. Habona, nguo gani upendi kuvaa? Kwa kweli sipendi kuvaa nguo models. Suruali ambazo ni models, wasipendi. Sawa. Yeah, okay. Kuna Homewood TV. Usisahau kusubscribe, kucomment na kulike. Homewood TV. Yeah, okay. Mr. Habona. Yeah. Naona tunaweza kusimamishia kipindi chetu hapa. Yeah. Tumeongea labda watazamaji wetu wa Homewood TV wametuelewa, wamechukulia vizuri sana kwa kuwa tumepata mgeni leo, na nawakumbusha Homewood TV sio Kirundi tu na Kiingereza tunakipata na Kifaransa tunakipata kutokana na wageni ambao tulionao. So kwa mashabiki wetu au watazamaji wa Homewood TV, msisahau kusubscribe na kupiga like. Nimubagire kugirane kugenda kuri sabone hama partage hama tubandaye turonka ibintu bishasha na Homewood TV. Mr. Habona, ongea Kirundi kidogo cha mwisho. Mwaramsegute. Pia ningependa kuwashauri wasanii wa Burundi, ningependa wasiwe na makundi, wasijitenge, wasiwe na dharau, wajishushe. Sanaa ni kujishusha, sanaa ni discipline. Kama huna discipline huwezi kufika mbali. Ningeshauri wasanii wasiwe na makundi, wasiwe na mabeef. Wasanii wengi wana mabeef ambao ni mbaya sana. Sehemu mbalimbali kuna mabeef, lakini tuweke beef kwenye kazi. Tusiweke beef kwenye kazi. Tufanye kazi ili ziweze kuonekana kwa watazamaji. Watazamaji wanataka kazi, watazamaji hawataki mabeef. Nawapenda sana Burundi, Homewood TV. Love you. Bye. Yeah, bye. Mr. Habona, pamoja ndugu yangu.